Nikapigwa sana, pigwa mitama. Watu kaleta tairi, wakanipiga tairi, wakanivisha tairi. Hamna kitu kilichoniuma sana katika maisha yangu kama kupoteza kazi ya jeshi kwa ajili ya madawa ya kulevya. Sasa sikujua kwamba una madhara. Nilishindwa hata kuendelea na masomo tena. Mama ilibidi aende akauze kitu chake. Mamangu aliuza vitenge. Sikuwa najua kama aliuza vitenge kwa sababu nilikuwa mbali na yeye, ila sikujua pesa alipata vipi. Nilikuja jua baadaye, kaenda nikatoa pesa nikaenda kufuta mama. Oya Masela, unga umetupola magorofa, magari yetu, manyumba, magari, mapikipiki, unga. Mimi nilikuwa natumia 120,000 hadi 40 per day kuvuta heroin. Kwa sababu nishakata tamaa. Yaani naona ni bora nivute mpaka siku Mungu ataamua nife. Nilikuwa napenda kuiba kuku au nikipata mtu labda nafanya naye mapenzi. Nikaa naishi sana maisha magumu sana, nilikuwa napata taabu kwa sababu wanangu walikuwa wananitegemea. Sasa tulipofika kule Lutindi ni hospitali ya vichaa. Kwa hiyo akaandikiwa kama kichaa, nikampeleka. Nimefika nyumbani ndo nakumbuka kwamba Mungu wangu, mtoto wangu nimemwacha na vichaa, atapona kweli? Haya yote yalianza kwa kumwamini Rafiki. Rafiki aliyekuwa kama kielelezo cha nuru, lakini kwa siri aligeuza njia yake kuwa giza. Kila uamuzi mdogo uliokuwa ukichukuliwa chini ya ushawishi wake ulipelekea kupotea kwa tumaini, si tu la kijana huyo, bali pia la wale waliompenda na kumjali. Furaha na ndoto zilizokuwa zikimulika hazikubaki. Nafasi zilizokuwa wazi za maisha zilibaki zimefungwa, zikibeba huzuni isiyoelezeka. Mwanangu akaniambia, bwana, ukivuta unga wewe hapo yani ninayovuta, mwana alikuwa anavuta, niambia ninayovuta yani ukivuta unaenda piga show ya kibabe yani. Nikamuuliza inauzwa wapi? Akaniambia leta. Mimi nikatoa hela nikampa hela, akaenda akanunua. Yani Lakini marafiki si sababu pekee. Kuna wale ambao walidanganywa na wale waliowapenda zaidi. Nikajua ananipenda, ananijali, atanitunza, atanisaidia maisha yangu, ananifundisha kuvuta madawa, navuta naye madawa mimi sijui. Mpaka hivyo kuja kujua sasa kama mimi nishaingia kwenye uteja wa madawa, nasikia maumivu makali sana ya mwili. Namwambia mwenzangu, kumbe ilikuwa ananivutisha madawa. Mwenzangu anaanza kunishikia kichwa na kunifukuza. Kuna wale walioamini kujiingizia kipato kwa njia ya kuuza dawa za kulevya, lakini mwisho wakajiingiza kwenye tanuru la moto. Nilianza utundu at a very early age. Yaani niko form 2 tayari ni ule wa kutoroka nyumbani. Naondoka na kutoroka zile za club. Kwa hiyo hata hiyo siku akinipigia hivyo tayari nilikuwa ninakaa uhuru kangu fulani nyumbani. Kwa hiyo kaka aliponipigia siku hiyo akanielekeza, the first deal was easy. Kanarudi nyumbani napewa $500. Yaani kuenda tu kumsindikiza mtu mjini na kurudi napewa $500. So nikaona kumbe this is how you make money. Unaweza ukawa una hivyo vyote, lakini ukaja kubugi padogo tu. Mimi sikuwahi kujiona nikiwa hapa. Nimezaa na Chidi Benz. Mtoto wangu mimi alijua at a very early age. Yaani akiwa I think she was 2 or 3. Tayari kwanza alikuwa ananiona vile nikiwa chumbani kwa ninaweza nikaa na tapika na rosto. Kwa hiyo na alijuaga. Nilikuwa na mtoto, babu, naomba nila nikampe mama aende Mbezi. Maana alishajua mamangu akiendaga Mbezi anarudiga amepona. Hii ya mwisho hakika inahuzunisha. Kijana huyu yeye alijikuta ameingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya kwa ajili tu ya kujipunguzia maumivu ya ugonjwa aliyokuwa nao. Katika ukuaji wangu mimi nimekuwa na tatizo la sickle cell. Nilipata shida ya sickle cell. Iligundulika ikiwa niko na miezi 3. Nilipokuwa na miaka 12, 13 nikaanzishiwa tramadol. Dakika za mwisho ikawa tramadol ni kama haifanyi kazi. Kwa hiyo nafika hatua mimi mwenyewe ikawa wakinichoma sindano najiona kama haitoshi, naongeza na vidonge. Kuna mtu ambaye ninamfahamu mimi ni daktari, nilimpigia simu nikamweleza, nikamwambia naumwa. Akaniambia
Akaniambia Mwanavia, unajua wewe tayari ushakuwa chronic wa tramadol. Yaani kwa sasa hivi inabidi uachane na tramadol na kuna dawa inabidi ukatumie. Lakini wewe tayari umeshakuwa chronic wa tramadol na tramadol imeshakuwa kiasi kikubwa. Waswahili wanasema mtoto akifanikiwa ni furaha kwa wote, ila akiharibikiwa simanzi huangukia kwa familia yake. Tusikilize walezi hawa wenye mioyo iliyojaa machozi watupitishe kwenye safari ya mateso walioipitia vijana wao. Kwa hiyo Miriam mara ya kwanza alikuwa yuko vizuri sana. Alikuwa dada mrembo. Alikuwa mrembo sana hadi anatoka kwenye magazeti ya Bang wakati ule. Alipojifungua mtoto afika kama miezi 6, kaona amepungua kwa ghafla sana. Nikabidi nikae naye. Siku moja nikamuuliza, mbona umekonda sana? Yaani amekonda kwa namna ambayo akivuta kiti kukaa anaanguka nacho. Arosto, yani ile arosto, machozi, makamasi na mate yote, yani unaona kabisa, yani mwili unakataa kazi. Na sio mara moja wala mbili, anajiharia. Unakaa unafikiria, unasema ili tumbo la namna hii, mpaka anara uharo mwingi, akianzaga kutapika hata ile ndoo inaweza kafika nusu ndoo. Matapishi tunani nyongo, sijui ni nini. Unajiuliza hichi kitu kinatoka tumbo lipi? Muda kukaa chini kabla kunusuka alikuwa hana. Muda wote yeye ni mwendo tu, ni mwendo na yeye. Ukiachilia hizo sababu chache za vijana kujiingiza kwenye uraibu wa dawa za kulevya, tuangalie sababu nyingi zilizopo zinazowafanya vijana kutumia madawa ya kulevya, lakini pia ukubwa wa tatizo hilo katika mkoa wa Tanga na Pwani. Huduma hizi za MAT zilianza mwaka 2020 ambako tulianza na vituo viwili, Tumbi hospitali pamoja na kliniki iliyopo Bagamoyo hospitali. Tunatoa huduma mbalimbali ambazo ni za kitabibu pamoja na huduma za utengamao. Tunafanya supervision kwa kushirikiana na shirika la THPS pamoja na mamlaka ya dawa za kulevya, na pale endapo kuna changamoto zinaonekana, basi tunafanya mentorship ili kuwajengea uwezo vituo vyetu ili viweze kutoa huduma zinazotakiwa. Baada ya kuona ukubwa wa uraibu wa dawa za kulevya mkoani Tanga na Pwani, serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya Marekani walianzisha huduma za MAT zinazotekelezwa na THPS kupitia mradi wa Afya Hatua unaofadhiliwa na mpango wa dharura wa Rais wa Marekani wa kupambana na ukimwi PEPFAR kupitia kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Marekani CDC. Huduma hizi zinajumuisha matibabu, elimu ya afya, tathmini ya magonjwa ya afya ya akili, huduma za VVU ikiwemo ushauri, upimaji, kutoa dawa za kufubaza makali ya VVU yani ARVs, dawa kinga dhidi ya VVU, PEP na PrEP, uchunguzi wa homa ya ini, B na C, kifua kikuu na magonjwa ya ngono, usimamizi wa madhara ya dawa, msaada wa kisaikolojia, tiba saidizi ya methadone, pamoja na ulinzi wa kijamii na kuwarejesha waraibu wa dawa za kulevya katika familia zao. Tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali, na moja kati ya shughuli tunazozifanya ni kutembelea vijiwe vya waraibu, kutoa elimu inayohusiana na madhara ya matumizi ya dawa za kulevya kwa waraibu, lakini ugawaji wa vitepe na pia ugawaji wa vipeperushi ambavyo vipeperushi hivi vinaelezea madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini tumekuwa pia tukiwaunganisha waraibu hawa katika huduma ya matibabu ya methadone ambayo inapatikana katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga upande wa Bombo Mat Clinic. Katika shughuli ambazo kama asasi, lakini kupitia mradi wa Afya Hatua ambazo tumeweza kuwa supported na THPS na waraibu sasa hivi wanafanya, tumefanikiwa kupata mradi wa vyelehani. Katika mradi huu wa vyelehani tumeweza kufundisha zaidi ya wanafunzi 20. Pia tuna masuala ya urembo. Kuna waraibu 5 ambao sasa hivi wanaendelea na kujishughulisha na utengenezaji wa shanga mbalimbali, shanga za mikononi. Wameweza kutusaidia kupata incubator mashine. Incubator hii mashine ni mashine ambayo ina uwezo wa kutotolesha mayai 1056. Sasa hivi wako wanafanya ufugaji. Wameweza kutusaidia mashine ambayo ni mashine ya kutengeneza sabuni
yenye uwezo wa kuzalisha lita 300 za sabuni ndani ya siku moja. Lakini ni nini hasa kinachofanyika katika vituo vya MAT? Sisi wagonjwa wetu huwa tunawapata kutoka kwenye jamii, ambapo wanaletwa na asasi ya kiraia ambayo inawapa elimu. Wakishakubaliana kuja kupata huduma, basi wanakuja kupata huduma katika kliniki yetu. Kwa wakishafika hapa, sisi huwa tunatoa huduma zifuatazo. Namba moja, tunatoa huduma ya upimaji wa hizo afyun ama amini kwamba dawa za kulevya kwa kutumia kipimo cha UDS ambapo tunaweza kudetect au kuona katika mkojo. Lakini pia tunafanya pia upimaji na matibabu ya VVU, kwa sababu wagonjwa wetu ambao ni waraibu mara nyingi wanapata hayo magonjwa ya kuambukiza. Lakini pia tunafanya pia upimaji na matibabu ya homa ya ini katika kliniki yetu, ambapo kwa sasa tuna jumla ya waraibu 13 ambao wamegundulika na maambukizi ya VVU, lakini pia wanatumia dawa katika kliniki yetu hapa. Bila juhudi za pamoja, changamoto za dawa za kulevya hazitaisha. Pamoja na THPS na wadau, hatua zinachukuliwa kuhakikisha upatikanaji wa dawa za kulevya unadhibitiwa katika mikoa ya Tanga na Pwani na kuleta mwanga wa matumaini kwa vijana. Dawa za kulevya haziachi kundi lolote. Dawa za kulevya, watu wa rika zote wamekuwa wanatumia dawa za kulevya, lakini kutokana na takwimu tulizokuwa nazo, miaka ya chini kabisa kumkuta mtu ambaye ameanza kutumia dawa za kulevya kwa sasa hivi ni miaka 8. Tuna watu ambao wanatumia miaka 8, lakini pia tuna watu ambao wako kwenye methadone program ambao wana tatizo la dawa za kulevya ambaye ana miaka 66. Kwa hiyo utaona kwamba hakuna umri ambao umeachwa, isipokuwa watu ambao wameathirika kwa kiasi kikubwa zaidi ni umri kati ya miaka 17 hadi 35. Mazingira mazuri yanampa mtu amani ya kujiona yupo salama. Katika mikoa ya Tanga na Pwani, wadau wamehakikisha wanaweka mazingira mazuri na ya utulivu kwa waraibu wa dawa za kulevya kupata huduma kwenye hospitali, bila kusahau wahudumu wa afya. Na huduma hizi zimewezeshwa sana na THPS kwamba wanapata dawa, lakini pia kuna mahitaji mbalimbali, maji ya kutumia dawa. THPS ametufadhili kufunga mtambo wa sola ili hata umeme unapokatika bado dawa zao zinaendelea kupatikana, kwa sababu ule mtambo unatumia umeme. Kwa hiyo tumefungiwa pia na mtambo wa kutupatia maji salama, na wenyewe upo pale. Kwa hiyo tunawashukuru sana THPS, wamefanya kazi kubwa. Kwa sasa najiona niko sawa na nashukuru, na ninaamini kwa uwezo wa Mungu nitaendelea kuwa sawa. Na mpaka saa hizi mke wangu amerudi, kwa sababu alikuwa haelewi mimi itakuwa kama naweza rudi tena kuwa mwanadamu kama yule nilikuwa. Nilikuwa nikipata hela, sema kweli nilikuwa naitumia yote. Sina mawazo kusema kwamba hela hii nifanye hivi, hapana. Sema niko kuna hela nikuja kuipata hapa, huyu mwanangu akaniambia, Fabi, hela ni kitu cha kupita. Kwa nini hela ulipata usijenge nyumba? Nilipoamua kujenga na kutokana shinikizo kutoka kwake. Nilipoanza methadone nimekwenda kununua godoro langu. Hata sasa hivi tukitoka hapa tukienda utaona nimenunua godoro langu nini. Si ndo naanza tena. Yaani mpaka simu bwana, mimi kwa namiliki simu kidogo yangu. Sinishakiuza sasa hivi dakika 0. Sasa hivi Miriam anaweza kusimamia biashara. Napenda kutoa shukrani kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Afya, Ofisi ya Rais TAMISEMI, pamoja na mamlaka ya kupambana na kudhibiti dawa za kulevya nchini. Napenda nishukuru serikali ya Marekani, nishukuru pia CDC ambao wameendelea kutufadhili na kuhakikisha kwamba huduma za MAT zinapatikana kwa uhakika hapa nchini Tanzania. Napenda kuzishukuru timu za usimamizi wa huduma za afya katika mikoa pamoja na halmashauri ambao wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana, wametupatia THPS na tumeweza kufanya nao kazi nzuri sana ambayo imeleta manufaa makubwa sana kwa wale ambao wameathirika na madawa ya kulevya. Dawa za kulevya kwa sema maisha yangu. Dawa za kulevya kwa sema maisha yangu. Kaneka mbali na familia. Kaneka mbali na familia. Jamii. Na watu napendao. Dawa za kulevya sio sema maisha yangu tena. Dawa za kulevya sio sema maisha yangu tena. Baada ya dhiki, faraja. Hii ndio namna nzuri zaidi ya kushukuru. Asante Wizara ya Afya. Asante Mamlaka ya Kuzuia na Kupambana na Dawa za Kulevya. Asante PEPFAR. Asante CDC. Asante THPS kwa kuleta programu ya MAT mikoa ya Tanga na Pwani. Nani alijua wale waliokataliwa na familia zao kwa sasa wamegeuka kuwa tegemeo? Nani alijua wale walioitwa wezi sasa hivi ndio wanajiingizia vipato?
Nani alijua wale waliotabiriwa kufa sasa hivi wamenawiri na nuru imerudi tena. Kwa sasa kila kijana anaweza kuwa na rafiki, kwa sababu wamejengewa uwezo wa kusema hapana.